Maji ni msingi wa uhai wa maendeleo ya jamii. Kwa kutambua hilo, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji imeendelea kutekeleza jukumu la kutambua, kuhifadhi na kusimamia vyanzo vya maji vinavyopatikana katika maeneo mbalimbali ya bonde ili kuhakikisha vinaendelea kuhifadhiwa na kutoa huduma kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Utunzaji huu tunafanya kwa namna nyingi. Kwanza tunavitambua vyanzo. Kwa mfano mpaka sasa hivi tumetambua zaidi ya vyanzo 440 na kati ya hivyo tumeweka zaidi ya vyanzo 80 tumeviwekea mipaka ya kudumu, kwa maana tunaweka alama za kudumu, zile nguzo za kuzuia, lakini na mabango ya makatazo ya shughuli za kibinadamu katika vyanzo hivyo. Lakini tunaendelea pia kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na usimamizi bora wa vyanzo vya maji. Baada ya kutambuliwa na kuwekewa utaratibu wa usimamizi, jukumu la kila siku la kulinda vyanzo vya maji hufanywa kupitia jumuiya za watumia maji ambazo zinaundwa kwa mujibu wa sheria. Jumuiya hizi hushirikiana kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na kuhakikisha vyanzo vya maji vinaendelea kuwa salama. Bodi ya Maji Bonde la Rufiji inasimamia uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa kutumia wananchi kabisa wa kawaida. Jumuiya za watumia maji hizi ni taasisi za level ya chini kabisa ambazo watumia maji mbalimbali wanaungana kwa pamoja kutokea katika ngazi ya kijiji na kutengeneza ile jumuiya ya ule mto wanaotumia maji. Wanakuwa na kiongozi wao na wanakaa pamoja, wanakubaliana, wanapanga matumizi ya maji na wanasimamia rasilimali za maji. Wanaona nguvu hiyo kisheria. Kwa zile jumuiya zinatusaidia sana kusimamia rasilimali za maji katika ngazi za chini kabisa, na hii yote inatusaidia kwa sehemu kubwa sana kuhakikisha kwamba maji yanakuwepo toshelevu. Leo tunaangazia shughuli za uhifadhi zinazofanywa na jumuiya ya watumia maji bonde dogo la mto Mkoji katika chanzo cha Havurwa, moja ya vyanzo vinavyosimamiwa na jumuiya hii, ambapo chanzo hiki ni miongoni mwa vyanzo muhimu vinavyochangia upatikanaji wa maji kwa wananchi wa maeneo yanayokizunguka, huku kikidumisha mtiririko wa maji unaolisha mto Great Ruaha. Na hapa mwenyekiti wa jumuiya hii anafafanua. Hapa tuko kwenye kijiji cha Tembela, kata ya Itewe, Mbeya vijijini. Chanzo hiki kinaitwa chanzo cha Havurwa. Chanzo hiki kabla ya kuundwa jumuiya yalikuwa ni maeneo ya kulishia mifugo na shughuli mbalimbali za kibinadamu zilikuwa zinaendelea ndani ya chanzo hiki. Lakini baada ya kuundwa kwa jumuiya tukaanza kuvitambua vyanzo. Mojawapo ya vyanzo ambavyo tuvitambua ni pamoja na hiki chanzo cha Havurwa. Baada ya kukitambua tukaanza shughuli ya kukitunza au kukilinda, kuweka makatazo ya shughuli zote za kibinadamu, kwa mfano kilimo, mifugo na shughuli zingine zote za kibinadamu tukazuia. Lakini haikutosha, ikaonekana bado zile shughuli zinaendelea. Tukafanya mpango na watu wa bonde la Rufiji, wakakubali kuziandaa beacon na kuja kuzisambaza au kuzizungusha kwenye hili eneo la chanzo. Na baada ya kuweka hizi beacon sasa, na kama unavyoona huko nje kumeanza kuwa na uoto wa kutosha wa asili, kwamba wananchi wamepewa elimu ya kutosha, hata hawawezi kuingia tena mahali hapa kufanya shughuli za kibinadamu. Lakini haitoshi, kwa sababu wakati shughuli za kibinadamu zinaendelea, haya maji yalikuwa sio kama hivi unavyoyaona, yalikuwa maji hapo kidogo. Lakini baada ya kuendelea kuhifadhi, maji yamepatikana ya kutosha, yana mtiririko mkubwa zaidi na pale mwanzo, na hata hawa wananchi wakapata sasa fursa ya kuwa na skimu ya umwagiliaji baada ya kuona maji yameongezeka. Kwa hiyo ni faida mojawapo ambayo imepatikana baada ya kuanza kutunza chanzo hiki na maji yakapatikana kwa wingi, hata wananchi wakawa wameanza sasa kuyatumia kwa shughuli za umwagiliaji. Chanzo hiki cha Havurwa kina umuhimu mkubwa kwa kuwa kinahudumia matumizi mbalimbali ya wananchi, ikiwemo matumizi ya majumbani, shughuli za kilimo na mifugo, sambamba na kuhifadhi uoto wa asili na mazingira yanayokizunguka. Hivyo kukihifadhi ni hatua muhimu ya kuhakikisha maji yanaendelea kupatikana kwa uhakika wa sasa na siku zijazo. Maji haya tulionayo yanayotoka kwenye chanzo hiki cha Havurwa
yanakwenda Ruaha, hatimaye moja kwa moja kwenye mradi ule mkubwa wa Nyerere. Sababu kwenye eneo letu la Jumuiya ya Mkoji tumefanikiwa kuvihifadhi vyanzo kama 25 ambavyo vina beacon, lakini eneo zima la Jumuiya ya Mkoji lina vyanzo au chemichemi zisizopungua 400 ambazo zote uelekeo wake ni Ruaha au kwenye mradi ule mkubwa wa Nyerere. Kupitia bonde wana mpango kwamba ikiwezekana vyanzo vyote ambavyo viko ndani ya jumuiya yetu ya Mkoji viwekewe beacon, ndio mpango uliopo. Na kuna baadhi ya vyanzo havina beacon, lakini tumefanikiwa kuvipandia miti ya asili kwa ajili ya kuendeleza kuvitunza. Hata hivyo, pamoja na jitihada zinazoendelea, bado zipo changamoto zinazokabili juhudi za uhifadhi wa chanzo hiki. Changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo sana kwenye hiki chanzo ni ya kilimo na ufugaji, kwamba wananchi kwenye haya maeneo ya vyanzo ni maeneo ambayo yana rutuba ya kutosha. Kwa hiyo walikuwa wanatamani kuyaendelea kuyatumia kwa ajili ya shughuli za kilimo, lakini baada ya kuwapa elimu ya kutosha walikubali kuyatumia kwa shughuli ya kilimo. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa hasa. Ya pili ni pamoja na mifugo, na ndio maana tulivyoona kwamba mifugo inatusumbua tukaamua kutafuta mizinga ya nyuki ambayo iko ndani ya chanzo hiki, kwamba itusaidie kulinda, ili angalau wanapokuja wale mifugo wakutane na nyuki wasiweze kuja tena kwenye eneo hili la chanzo. Pamoja na hayo, jumuiya ya watumia maji kwa kushirikiana na bodi ya maji bonde la Rufiji inaendelea kuimarisha elimu kwa jamii na kusimamia sheria ili kuhakikisha chanzo cha Havurwa kinaendelea kuwa salama na chenye tija kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.